Msanii Diamond Platnumz ameishia kuoga matusi ya kutosha, lakini pia mpaka sasa hivi watu wengi wameonekana kumwataki sana kutokana na kila ambacho amekuwa akikifanya, ikiwa ni moja ya wasanii wakubwa sana East Africa, na tunaweza kusema msanii namba moja kwa ukubwa zaidi ambaye anairepresent East Africa. Na tunafahamu kwa hali halisi iliyopo sasa hivi Afrika Mashariki inaomboleza, Kenya pia inaomboleza kifo cha Raila Odinga, mheshimiwa huyu ambaye tunafahamu ni mtu mkubwa sana aliyekuwa na nyadhifa za juu kabisa pale nchini Kenya. Sasa tunafahamu recently amefariki dunia. Sasa taratibu zake za mazishi na vitu kama hivyo zinaendelea. Sasa hiki ndio kimekuwa chanzo kikubwa sana ambacho kimepelekea watu wengi sana kuweza kumshambulia Diamond Platnumz. Nitakueleza kiundani zaidi nini ambacho kimekuwa sababu kubwa hasa ya watu wengi kuweza kumshambulia na kumtukana Diamond Platnumz, especially baada ya hiki ambacho kimeweza kutokea nchini Kenya. Lakini nikukumbushe, kabla sijakwambia chochote kitu, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section na kuomba uniachie maoni yako hapo baada ya kumetazama hii video mwanzo mpaka mwisho kuhusiana na hiki ambacho wewe utakuwa umeweza kukitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taarifa zote kuhusiana na mastaa wote unaokubali basi unakuwa unazipata hapa on time kabisa. Sasa kama ambavyo nimeweza kukwambia kwamba sasa hivi tunafahamu East Africa inapitia kipindi kigumu cha maombolezo, huku bendera zikiwa nusu mlingoti baada ya kupoteza moja ya watu mashuhuri sana katika siasa za Afrika Mashariki, lakini pia Afrika kwa ujumla, na ni moja tu muhimu sana ambao wameweza kutoka nchini Kenya, Raila Odinga. Of course kila mmoja amekuwa akionyesha huzuni yake jinsi gani ambavyo amehuzunishwa na hiki ambacho kimeweza kutokea pale nchini Kenya, lakini yote kwa yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Ijapokuwa tulimpenda sana, kila mmoja anafahamu hilo, Mungu amempenda zaidi na mwisho wa siku hatuna tena duniani. Sasa baada ya hiki ambacho kimeweza kutokea, tunafahamu wasanii mbalimbali wameweza kutoa pole zao, wengine wameweza kuhudhuria. Tumeshuhudia msanii kama Rayvanny ameweza kutengeneza mpaka wimbo ni huzuni sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ana address jinsi gani watu walivyo na pain kwa hiki ambacho kimeweza kumtokea kiongozi wetu Raila Odinga. Lakini ukiachana hivyo pia tumeona salamu za lambilambi zikitumwa pia. Msanii kama Rikiba ameweza kufanya hivyo. Yes, mengi sana yameweza kufanywa na wasanii wakubwa sana Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania pamoja na nchi nyingine. Sasa moja ya kitu kikubwa ambacho kimepelekea hayo yote kuweza kutokea kwa Diamond kuweza kuoga matusi ni kwamba sababu kubwa kabisa ni mpaka sasa hivi hajaandika chochote kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, kurasa zake za mitandao ya kijamii kwa hiki ambacho kimeweza kutokea. Inawezekana ni maamuzi yake yeye kuweza kuandika au asiandike, lakini I don't know mashabiki wanamtazama kiasi gani. Nadhani jinsi ambavyo wameweza kumattack Diamond Platnumz ni kutokana na jinsi ambavyo wanamjua, ukubwa wake. Walitegemea yeye angekuwa ni mmoja tu ambao wangeongoza kwa ukubwa zaidi, angekuwa watu wa kwanza kwa Tanzania hii kuhakikisha kwamba wanatoa pole pengine kwa hiki ambacho kimeweza kuwatokea majirani zetu pale nchini Kenya, lakini pia ni ndugu zetu, kwa sababu hawa ni watu fulani hivi ambao tunaishi kama ndugu, majirani na vitu kama hivyo. So mashabiki wameonekana kushangazwa sana kuona mpaka sasa hivi Diamond Platnumz hajaweza kufanya chochote kile ambacho pengine hata kutoa salamu tu za pole kwa nchi ya Kenya imekuwa ni ngumu. Na ukipita kwenye mitandao yake ya kijamii pia Diamond kweli hajaweza kufanya hivyo. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo imepelekea watu kuweza kumshambulia sana Diamond Platnumz, na wengine wanasema kwamba Diamond anashindwa kuiga wasanii wengine wamemshusha kabisa hadhi na kusema kwamba wanaomuita Diamond Platnumz ndio king ama simba wa muziki, basi wanakosea sana kwa sababu anashindwa kuonyesha ukubwa wake kwenye mambo ya serious kama haya mambo. Kiufupi ni kwamba mashabiki wameendelea kumchukia zaidi Diamond Platnumz, wachache, lakini wengine wamesema kwamba wamuache kwa sababu hata kama angefanya hivyo au asingefanya hivyo bado haiwezi kubadilisha chochote juu ya kile ambacho kimeweza kutokea. Lakini sababu ya pili ni kwamba wengi wamekuja kumtuhumu baada ya yeye kuweza kuachia ngoma yake ya Sasampa. Sasa katika hili hapa kidogo kuna mambo yatabidi yaweze kuwekwa clear. Hapa tunafahamu kuna wasanii mbalimbali wameweza kuachia track, ikiwa hili tukio limeweza kutokea, tukio la majonzi pale nchini Kenya. Tunafahamu Alikiba aliachia ngoma yake, tunafahamu pia Harmonize aliweza kuachia ngoma yake, lakini Diamond Platnumz pia aliweza kuachia ngoma yake ya Sasampa. Sasa kwa nini Diamond Platnumz ameonekana kuzongwa zaidi na mashabiki wengi kuonekana kwamba wanamsema kwa hiki ambacho ameweza kukifanya zaidi kuliko wasanii wengine? Hapa issue ni moja tu.
Ukiangalia kwa upande wa Alikiba, ijapokuwa wachache pia wamezidi kuwasema wasanii wote, lakini Alikiba hajasemwa sana kwa sababu ya kwamba alitoa salamu za pole. Kwa hiyo at least alionyesha kujali kwa namna fulani. Haya sio maneno yangu, bali ni kutokana na jinsi ambavyo reactions za mashabiki zilivyo huko kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo Alikiba kidogo amepata nafuu ya kutokuwa attacked sana na mashabiki kutokana na kwamba tayari yeye aliweza kutoa salamu za pole, lakini kwa upande wa Diamond Platnumz hajaweza kutoa salamu za pole, lakini at the same time pia anazidi kufanya challenge sana za wimbo wake, anaposti challenges za wimbo wake mpya, lakini kibaya zaidi ni kwamba ametumia kama upepo wa kuweza kutoa ngoma yake mpya ambayo inakwenda kwa jina la Sapampa. So hiki kitu kimewakasirisha sana mashabiki wengi wa Tanzania pamoja na Kenya pia, na kujiuliza kwamba sasa kama Diamond Platnumz ni kioo cha jamii, kwa nini anaweza kufanya vitu kama hivi? Kwa nini hazingatii kwamba pengine angetoa hata salamu za pole tu kwa hiki ambacho kimeweza kutokea kwa majirani zetu, kingekuwa kinatosha sana. So kila mmoja amekuwa akisema la kwake, kila mmoja amekuwa akiattack Diamond Platnumz kwa namna yake, huko wengine wakisema kwamba anachokiendeleza Diamond Platnumz ni kutokuwa na moyo kama vile ambavyo alivyoweza kuwafanyia Tanzania, kukwambia kwamba wafanye kazi au waache maneno mitandaoni, kitu ambacho kiliwakasirisha sana watu wengi. Lakini katika hili inaonekana kabisa kwamba Diamond Platnumz amegusa upande ambao kila mmoja umemuumiza kwa namna yake. Tunafahamu hiki kilichotokea Kenya sio tu kimewaffect Kenya, lakini pia alikuwa ni kiongozi shupavu, na ikumbukwe kwamba kama utakuwa unafuatilia vizuri, wamesema pia alikuwa ni Mtanzania ambaye alikuja kuhamia Kenya. So manake yule ni ndugu yetu kabisa, ndugu wetu Mtanzania, lakini pia wa Kenya pia ni ndugu yao, kwa sababu alikuwa ni kiongozi wao mkubwa kabisa katika serikali za juu kabisa pale nchini Kenya. So mashabiki wamesema mengi zaidi, kila mmoja amekuwa akitoa povu lake, lakini Diamond Platnumz mpaka sasa hivi hakuna reaction yoyote ambayo ameweza kuifanya. Na wengi pia, kuna moja ya kitu ambacho wameweza kunotice kama ni siri ya Zuchu kukwepa huu mtego ambao bila shaka na yeye angekuwa kwenye listi ya watu ambao wangekuwa wanatukana sana. Tunafahamu listi pia, Zuchu pia alitakiwa kuachia official video ya Amanda Remix I hope, lakini hajaweza kufanya hivyo baada ya yeye kuja kutoka wazi na kusema kwamba Diamond Platnumz amemuomba nafasi kwamba yeye aweze kuachia ngoma yake Sapampa, alafu Zuchu aweze kuja kuachia baadaye kidogo kwa ajili ya kugawiana attention ya mashabiki, kitu ambacho pia kimeonekana kwamba watu wengi wametafsiri kwamba Zuchu ameweza kukikwepa hiki kwa sababu pengine sasa hivi angekuwa ni moja tu ambao angekuwa anasema sana. So wewe pia shabiki unaweza kuwa na maoni yako kwamba kwa hiki ambacho mashabiki wengi wamekuwa wakisema kumwataki Diamond Platnumz kwamba kwa nini at least hata hajatoa tu salamu za pole, lakini pia hajafanya chochote, ni kifupi anaendelea na mambo yake kawaida kama vile hakuna chochote kibaya ambacho kimeweza kutokea. Unadhani ni sahihi kwa mujibu wa vile ambavyo mashabiki wamekuwa kimwataki, au tuseme kwamba kila mmoja afanye mambo yake vile ambavyo anajisikia? Tuambie kwenye comment section, lakini msisahau kusubscribe kwa ajili ya updates. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video, bye bye.